Sasa nawaambiaga wasanii, unapopata wewe pia hela yako, una haki ya kutoa kiasi fulani kirudishie kwenye karia yako. Hata kuna wengine wanaweza kwa saini, yani yeye kia kitu hata akiona kitu, yani pengine ameenda labda, msanii anapoanza mara nyingi kama miaka zamani, sijui sasa hivi, ila miaka zamani msanii akianza hawezi kuanza prum mpaka maka tukapanda first class au kapanda business. Lakini kama msanii umeenda pale, kuna vichange vyako ulikuwa navyo, promoter amelipa tu, economy si ongezee ukate business. Hii brandi wewe unataka leo temfuko au mtu kapata hela, yani wewe ukishachukua hela tu ya sanaa yote umetia kwenye ardhi, kwenye nini? Kwenye biashara. Sasa biashara yako uiamini, lazima ujue unagawanyisha vipi fedha yako unaoipata. Na mimi nawaambiaga watu, haijalishi unaanza kupata kiasi gani, kwa sababu kila kiasi kina nguvu kulingana na sehemu uliokuepo. Wakati mimi naanza naenda kumwambia show yangu kwanza nilipa shilingi 50,000. 50,000 Fiesta. Show yangu ya kwanza. Ile 50,000 mimi sikuiona, yani sikutaka kuenda kushoto wala kulia. Nikaifanyia mambo ambayo najua nikifika kwenye show itanipa impact. Tafuta vishati banazo, yani nikitafuta mbwembwe za kwenye stage, yani nikifika pale kwenye show yangu na tafuta madansa, kipindi hicho madansa wale pasiwe 5,500. Yani niliweka hela yote katika show yangu. Kwa hiyo kwenye kila matokeo nilokuwa nayapata, ndivyo hivyo nilikuwa naenda naweka kiasi kingine na kihifadhi. Kwa hiyo msanii, na mimi nimetoka pia kwenye lebo, nilikuwa kwenye lebo. Ataenda akamwambia nipo kwenye lebo. Lebo yangu kipindi hicho lebo nachukua 60, mimi nachukua 40.